Naweza kusema kwamba inaweza ikawa ni suruhu ya kuonyesha uwajibikaji kwa viongozi hawa au wa shirika hili la Udat, Kiamia pamoja na mwenzake ambao wao walipewa jukumu la kulisimamia hili shirika. Na ukisikiliza moja kati ya sababu zote zinazoelezwa za kufeli kwa Udat kwa hizi siku za karibuni ni namna ya uhudumiaji wa mabasi, na miongoni mwa vitu ambavyo vilipelekea mabasi hayo mengi kuwa mabovu na kuharibika ni namna ambavyo wasimamizi wa mradi huo walivyokuwa wakifanya ukarabati wa mabasi yanapopata shida na kuharibika. Na niliwahi kumsikia siku moja mbunge wa Shinyanga vijijini, nafikiri Mheshimiwa Msukuma, alieleza kwamba yeye angepewa nafasi ya kuwa mkurugenzi wa Udat, angeacha urasimu wa namna ambavyo wanafanya shughuli zao, ikiwemo gari linapoharibika lazima barua iandikwe, lazima vikao vya manunuzi vifanyike, processes zinakuwa ni ndefu, unaweza kukuta tu ni nati tu ya gari imeanguka. Kwa hiyo kuwaondoa hawa watu, hata kama sheria na utaratibu ulipaswa uwe hivyo ambavyo wanafanya, walikuwa wana nafasi ya kushauri serikali namna nzuri na njema ya kubadilisha utaratibu wa kukarabati hayo magari na kupendekeza njia sahihi ya kuendana na wakati, ikiwa mahitaji ya watu walikopo ni mengi kuliko idadi ya magari. Kwa hiyo kama walikuwa ofisini alafu hilo limetokea, walipaswa hata kabla ya kuondolewa na Mheshimiwa Rais wao wameshaondoka katika nafasi zao kuonyesha uwajibikaji. Sasa katika namna hii ambayo imetokea, tunaweza kusema kwamba lazima atakayeteuliwa kwa hizi siku za karibuni ataonyesha kwamba ana namna nzuri zaidi ya kutatua kile ambacho kimeonekana kama ni changamoto. Kwa hiyo moja kati ya maamuzi sahihi katika nyakati hizi ilikuwa ni hiyo, uwaondoe hawa wakurugenzi wawili ama umuondoe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa ukimuondoa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam utakuwa unamuonea, kwa sababu yeye ni mteuliwa wa rais, lakini pia mkurugenzi wa Udat bwana Athmani Kiamia naye pia ni mteuliwa wa rais. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikopo hawezi kumwagiza kiitifaki mkurugenzi wa Udat kufanya jukumu lolote zaidi ya kuwa sehemu ya washauri. Na ndio maana hata kwenye changamoto zote ambazo mkuu wa mkoa alikuwa akizizungumza kwa umma, alikuwa haonyeshi uzembe wa mkurugenzi huyo, kwa sababu pia level yake ya uteuzi wanafanana, wote ni wateuliwa wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo unaweza kukuta watu wengi wanahoji kwenye mitandao ya kijamii, mbona hawa hawakutajwa kama sehemu ya tatizo lakini wameondolewa? Je, hiyo itabadilisha kitu chochote? Kwa kiuhalisia ni kwamba walikuwa sehemu ya tatizo na ndio maana wameondolewa, na hiyo itabadilisha mustakabali, kwa sababu tunasema siku zote mtu mpya huwa anakuja na mazuri yake na mabaya yake, lakini huwa anafanyia kazi zaidi mabaya yaliyopita ili yeye yawe bora zaidi. Kwa hiyo ni uamuzi sahihi katika wakati sahihi. Sasa kufanikiwa kurekebisha hili itategemeana na uwezo aliyeteuliwa na huyo mwenzake. Je, nao watakuwa na uharaka wa kutatua hiyo changamoto? Lakini ilipaswa iwe hivyo katika nyakati hizi. Sawa. Sasa maswali yamekuwa mengi, lakini moja ya swali ni kwamba kwa nini hatua hii ichukuliwe baada ya wananchi kuchukua hatua ya kuonyesha kwamba sasa tumechoka na ambacho kinaendelea. Sasa kwa maana hiyo, tatizo lipo kwa watendaji waliotenguliwa au kwenye mfumo mzima wa uendeshaji wa mwendo kasi au wa hiyo idara nzima? Kuna vitu viwili ambavyo vimetokea kwa wakati mmoja ndani ya masaa 12. Ndani ya masaa 12 kulikopo kuna ziara ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Huenda miongoni na yeye ya vitu alivyovipendekeza ilikuwepo ni hao watu waondolewe, kwa sababu kama uliona kwenye ziara yake, mimi sikumuona huyo mkurugenzi wa Udat na huyo mwenzake aliyetenguliwa. Huenda ulikuwa ni ukaguzi wenye uchunguzi ndani yake, na ili kupata majibu sahihi ilipaswa aende yeye mwenyewe na timu yake ya uchunguzi. Na ndio maana hata wakati anatoa maelezo ya kitu gani kitafanyika hakuwahusisha hao walioondolewa before. Kwa unaweza kukuta ni ripoti ambayo tayari ilishapelekwa na mkuu wa mkoa kwa Mheshimiwa Rais kwamba hawa watu ni tatizo au ni sehemu ya tatizo, na akashauri kwa namna ambayo yeye aliona inafaa, na Mheshimiwa Rais akaona ni lazima waondolewe ili hicho kilichoshauriwa kifanyiwe kazi. Lakini pia wakati huo pia ndo kicho ambacho kilitokea Dar es Salaam cha wananchi kuonekana kwamba wanafanya vurugu kwenye hivyo vituo vya mabasi, kurusha mawe, kupasua vioo vya hayo magari. Kwa hiyo kuna scenario mbili ambazo zote unaweza kukuta zimeharakisha huo mchakato,
na kwa sababu mchakato huo ni mchakato chanya, hatuwezi kusema kwamba wangeendelea kubaki alafu hayo mabasi mapya ambayo yameanza kuingia hapo barabarani yaendelee kufanya kazi, wakati tayari wananchi wanachoaminishwa kwamba hata ukileta magari 1000 baada ya miezi miwili utaambiwa bakia magari 200, magari 300, kwa sababu wasimamiaji ni wale wale. Kwa unapoleta magari mapya ukabadilisha na uongozi, hata hawa ambao walikopo na hiyo changamoto na kero wanaona kwamba huyu hawezi kuharibu kama wale, kwa sababu wale walioharibu tayari wamefanyaje, wameondolewa. Kwa hiyo naamini masaa 12 yalikuwa yana tafsiri kubwa sana ya utendaji ambao umepelekea haya kutokea. Inaweza kuwepo hayo maandamano, inaweza kuwepo ni taarifa mkuu wa mkoa, lakini ni mabadiliko ambayo yameendana pia na mabadiliko ya usimamizi wa hizi gari mpya, kwa sababu gari za zamani hao waliondolewa ndio walioshindwa kuzisimamia. Haya, tumeona kampuni ya Moffat kama sijakosea kwa kushirikiana na iliyopo ya UDAT imeleta hayo magari mapya hayo ya mwendo kasi. Pengine hatua hiyo inaweza kwenda kubadilisha kitu na kupunguza pengine hasara ambazo zipo. Ilikuwa ni kilio cha muda mrefu, sio tu kwenye masuala ya usafirishaji, hata kwenye masuala ya nishati, masuala ya huduma nyingi zikiwemo za mawasiliano. Watu wengi walikuwa wakishauri kwamba makampuni binafsi yapewe hizi tenda ili yashindanishwe na yawe mengi, huenda pia ingeshusha hata gharama ya uendeshaji wa baadhi ya huduma. Kwa hiyo hili la kampuni binafsi kupewa hiyo tenda ni mwanzo wa kile ambacho serikali iliahidi kwamba itawahusisha wazabuni tofauti wenye uwezo wa kufanya biashara hiyo. Kwa hiyo tumeiona hiyo kampuni ya kwanza ambayo yenyewe kazi yake ni kufanya biashara ya usafirishaji. Haiwezi kukubali kawa na magari 50 alafu 30 yakawa garage ikawa inaendesha magari 20 kwa hasara. Kwa hiyo yenyewe kwa sababu shughuli yake ni usafirishaji na kufanya biashara, itafanywa kwa ufanisi zaidi kuliko UDAT ambao ni shirika la umma ambalo lenyewe gari hata ikiwa moja mkurugenzi wake analipwa fedha nyingi, kwa sababu kwa lenki ya mkurugenzi wa UDAT na niteuliwa Mheshimiwa Rais, na ukikumbuka kwamba cheo chake cha awali alikuwa ni mkurugenzi wa tume ya uchaguzi, ukitolewa kwenye cheo kimoja kwenda kwenye cheo kingine itabadilika title tu, lakini mshahara ni ule ule. Kwa hiyo yeye mshahara wake ulikopo hauguswi hata gari moja lisipoingia barabarani. Kwa hiyo huyu ambaye ni mtu binafsi, hiyo kampuni uliyoitaja, wao wanaenda kiushindani zaidi kibiashara, na naamini kuna kampuni nyingine 2 zilitajwa zikiingia hapo. Kwa hakika tutatoka na changamoto nyingine, sio ya upungufu wa magari. Labda watu watakuja kulalamikia labda gharama, watakuja kulalamikia labda namna utoaji wa huduma, lakini sio kwamba gari hazionekani kabisa kwenye hizo barabara. Haya, tukiachana na hilo ambao inaweza ikawa ni moja ya suluhu, pengine hatua gani za muda mrefu serikali inapaswa kuzichukua ili kuepusha matatizo kama haya ambayo tunaona yanatokea? Tunaona mpaka watu wanaumizana, watu wanaumia na vitu kama hivi. Hatua za muda mrefu ulimwenguni kote, usafiri ambao huo unachukua watu wengi kwa wakati mmoja ni usafiri wa treni. Ukitazama Dar es Salaam pia kuna baadhi ya maeneo yalikuwa yana changamoto kubwa sana ya usafiri, na zaidi ya miaka kabla hii mwendo kasi yao maeneo hayo ndio yalikuwa yanaonekana yana changamoto hiyo ya usafiri. Lakini kukaja kukaanzishwa programu moja ya kutumia treni ambayo hadi leo inafanya kazi. Ile treni ya Mwakiembe inapita kwenye yale maeneo yakiwemo ya Goba na sehemu zingine, yamerahisisha kwa kiasi kikubwa, na huwezi kusikia tena kuna changamoto ya usafiri, kwa sababu treni ikipita inachukua watu zaidi ya 2,000-3,000 kwa wakati mmoja. Yategemeana tu ukubwa wa behewa na uwezo wa injini kuvuta hayo mabehewa. Kwa hiyo tunapoenda siku za usoni, serikali ifikirie zaidi kwenye kutengeneza miundombinu ambayo inaweza ikahusisha treni, hata kama itakuwa haipiti masaa yote, lakini hata kama ni asubuhi na jioni ipite mara moja, huenda ikabeba idadi kubwa ya watu na kupunguza msongamano kwenye hayo maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa yameonekana kwamba suluhu ni mwendo kasi. Na hiyo itasaidia sana, kwa sababu idadi kubwa ya watu itakuwa inachukuliwa nyakati za asubuhi na jioni, na itakuwa ndo solution ya kudumu zaidi ambayo ipo hadi hivi sasa kidunia, ukiacha usafiri wa ndege ambao kwa kiasi kikubwa huwa unatumika kwenye masafa marefu. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.